So wacha niite gavana wetu, Gavana Natembeya awasalimie. Tulieni watu wetu. Wapendo wa Kitala, mjambo? Muko wazima? Mimi ningependa kuchukua nafasi hii. Nani weka hiyo kitu chini bwana. Tulieni. Nyenye vijana tulia. Iko watu huko nyuma nataka kusikia vile tunasema, tafadhali. Ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru Rais kwa kupata nafasi kuja kutembelea Trans Nzoia. Na tumshukuru sana kwa ile maneno ambayo amesema atatufanyia na ile ametufanyia. Sisi nyinyi mnajua kwamba hapa Kitale tuko na upungufu wa maji. Na tumeomba maji. Kwamba ile maji inatoka Kapolet waongeze phase 2 na amekubali, si ndio? Maana county haina fedha za kutosha za kufanya capital projects kama hiyo. Tumeomba kule upande wa Kiminini na upande wa Saboti kwamba nao pia wapewe maji. Mradi wa Teldet Socio pia wamekubali kwamba pesa ndio kutafutwa tutengenezewe maji. Watu wetu wa Kwanza na watu wa Endebess, ile mradi ambayo tumesundua leo, watu 10,000 watapata maji kufikia 2040. Watu 200,000 watakuwa wamepata maji. Sioni maendeleo? Sioni maendeleo? Tumeongea na Rais, amekubali ya kwamba Trans Nzoia tuko na challenge ya umiliki wa shamba, vyeti vya kumiliki mashamba, title deeds. Tuko na title deed 1080 ambayo iko kule Nairobi. Leo hii Rais ametoa amri kwamba waziri muhusika aenda apambane na hiyo mambo. Wakati anakuja hapa baada ya miezi 3 atakuwa anatuletea title. Tupunguze mambo ya squatters, ndio? Ama namna gani watu wetu? Situko pamoja. Tumeongea ile tabu ambayo watu wetu wanapanda kule kwa mashamba ya ADC. Yenye mnajua ile matatizo iko pale. Ile matatizo watu wetu wanapitia. Na tumekubaliana kwamba tutaenda kuangalia maneno watu wetu waishi maisha ya kiutu, si ndio? Sasa tumefungua, Rais amekuja kuangalia hili soko. Hili soko limekaa karibu miaka 7 ndio kumalizika. Tukiingia kwa serikali tukasema kwamba tutamaliza hili soko. Tumeweka pesa alimaliziki. Lakini Rais amekubali kwamba sisi tukitafuta pesa 40 milioni vile amesema atatupatia shilingi milioni 100. Alafu tumalize hii soko. Maana tukijenga hii soko kuna wafanyabiashara ambao walikuwa displaced, ndio? Ambao wanahangaika kwa barabara kule, kwa barabara kule, hawana mahali pa kufanyia biashara. Hii soko ikikwisha, wafanyabiashara 3,000 plus watakuwa hapa, si ndio? Lile tangazo ningependa kuambia ni hili, Mheshimiwa Rais, kia. Hii Trans Nzoia kuna watu ambao wanasema matapeli na wakora. Tayari wengine wanasema wamejigawia soko hapa, nafasi hapa itakuna nafasi, walimaliza. Wale wakora ambao wanajifanya wamegawana nafasi kwa soko hapa, hao pia mambo ni matatu. Ama namna gani? Soko lazima imalizike, tukuje tuzindue, alafu tupatie wafanyi biashara wenyewe, yule mwenye kuuza ndiye atapata nafasi hapa. Hatutaki mkora apewe nafasi alafu akodeshe mfanya biashara. Hiyo biashara hakuna. Trans Nzoia imekwisha, si ndio? Jambo la 3 ningependa kuomba hapa, Mheshimiwa Rais, ukiangalia pande hii ya barabara tuko na uwanja wa reli. Mimi wakati nilikuwa RC, serikali ambayo ilikuweko ilinituma. Nikakuja nikaondoa watu wote huko. Hata kaniharibia kura mingi sana. Lakini ile jambo la kusikitisha ni kwamba ile uwanja ambayo tulitoa watu, naona watu wanaanika mahindi huko, naona wanapanda maharagwe huko. Ni kama reli haikuwa na mpango wote na hilo shamba. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kabisa, fungua hiyo shamba, wanaume na wamama waende wafanyie biashara huko.
Watu wangu ni kufanya biashara, wanataka kufanya biashara. Mahali ya kufanyia biashara ndio hakuna. Tukifuata mahali ya kufanya biashara tutakuwa matajiri sisi wote. Nafikiri Mheshimiwa Rais umesikia. Jambo la mwisho, sisi kama Trans Nzoia ni ghala la taifa. Mwaka huu tumevuna mahindi gunia 7.5 na tunakushukuru Rais kwa sababu tuletea mbolea na mimi nikapatia watu yetu mbegu bila malipo. Silikuwa hivyo? Na wakalima vizuri wakavuna. Mheshimiwa Rais, ile mahindi ambayo watu walivuna ikakupatia amani, maana watu wakawacha maandamano, wakaweka masufuria chini. Gharama ya unga ikafanya nini? Lakini tabu ni kwamba soko ya kuuza mahindi yetu hakuna. Watu bado wanahangaika na mahindi huko, matapeli wananunua 2,000, 3,000, umaskini unaendelea kujaa hapa. Kama ingekuwa na njia ya kustabilize bei ya mahindi vile kahawa imefanyika, ili ukienda kulima unajua kwamba mwaka huu navuna mahindi gunia moja ni 5,000, unaenda kwa soko ukijua kwamba unaenda kufanya biashara kwa shamba. Na ikifanyika namna hiyo, Mheshimiwa Rais, hautawahi ona maandamano tena. Watu wataenda kwa shamba, wataenda kuzalisha mahindi, tutafukuza njaa katika Kenya. Mheshimiwa, niko na viongozi nimetembea na wao hapa. Niko na mheshimiwa MCA wako hapa, tafadhali. Hawa wajamaa watanimbicha hawa. Wacha wakuja Mheshimiwa Deputy Speaker, Leader of Majority. Wapi Mheshimiwa MCA wako hapa? Kujeni salamia tu haraka. Trans Nzoia oe! Kitale oe! Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya vijana wa Kenya na vijana wa Trans Nzoia, tungependa kukupongeza sana and appreciate the fact that you sat down with your MPs na ukabadilisha ile sheria ya CDF, ukahakikisha kwamba mambo ya online jobs inapatikana kwa CDF. Mheshimiwa Rais, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Na pia tungependa kushukuru Rais kwa sababu waziri wa health anatoka Trans Nzoia. Chairman wa Health National Assembly anatoka Trans Nzoia. PS wa Health anatoka Trans Nzoia. Matters Health in Trans Nzoia, Your Excellency, we really appreciate and we know everything is in order. Kwa hayo mengi, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you so much. Mheshimiwa Obed, kuja sema jina lako tu haraka. Haya. Trans Nzoia oye! Trans Nzoia oye! Mheshimiwa Rais, mimi jina langu ni Obed Mwale Mahanga na mimi ni MCA wa Geto hapa Matisi na pia Deputy Speaker. Yangu ni kusema asante Mheshimiwa Rais. Umeshikilia gavana wetu mkono, ulipokuwa rais ulituita State House na ahadi zote ambayo ulitupatia umekuja kutimiza. Na mimi naomba kwa unyenyekevu watu wa Trans Nzoia, 2027 wakati tunarudisha rais kura, tusisahau kijana wetu George Natembeya, tumpatie 5 tena. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, hii nchi ilikuwa imefikia mahali ambapo maskini anazidi kuwa maskini na tajiri anatajirika zaidi. Lakini Rais, wewe umesema tajiri atozwe ushuru, maskini apate uhuru. Tajiri atozwe ushuru, maskini apate uhuru. Asanteni sana.